Zamani sana, kabla ya milima kuitwa majina yao, kulikuwa na kijiji kidogo kilichoitwa Vumbi Laini. Kijiji hiki kilikuwa katikati ya jangwa na kilizungukwa na upepo mkali uliobeba vumbi kana kwamba ulikuwa una hadithi zake wenyewe. Katika kijiji hicho aliishi kijana mmoja masikini sana aliyeitwa Hasani. Hasani hakuwa na baba wala mama. Wazazi wake walifariki alipokuwa mdogo, wakamwacha chini ya ulezi wa dunia kali isiyo na huruma. Alikuwa akiishi katika kibanda cha matope, paa lake likivunjika na godoro lake lilikuwa na majani makavu. Lakini pamoja na umasikini wake, Hasani alikuwa na kitu kimoja cha thamani kubwa, ambacho ni moyo mwema na subira isiyoisha. Kila asubuhi Hasani alikuwa akisema, umasikini sio mwisho wa maisha, ni darasa la kuvumilia. Alikuwa akifanya kazi ndogo ndogo, kubeba maji, kuchuna kuni, kusaidia wakulima, lakini bado njaa haikuwa mgeni nyumbani kwake. Na alipenda kuimba wimbo huu kila siku. Aliimba, maisha ya tabu yanionyeshe njia. Leo nalala njaa, kesho huenda nitacheka. Siku moja, njaa ilimshinda Hasani kuliko kawaida. Hakuwa na chakula hata cha usiku. Akaamua kuingia msitu wa kivuli. Msitu ambao watu waliuogopa, wakisema una mapepo na sauti za ajabu. Wazee walikuwa wakisema, ukiingia msitu wa kivuli, huenda usirudi kama ulivyo. Lakini Hasani alijisemea moyoni, kama kufa ni lazima, basi ni heri nife nikitafuta tumaini. Alitembea masaa mengi. Giza likaanza kuingia, upepo ukalia kama mnyama aliyejeruhiwa. Ndipo akaliona pango la ajabu lenye mwanga hafifu unaometameta. Ndani ya pango hilo kulikuwa na taa ya shaba imefunikwa na vumbi la karne nyingi. Hasani akaishika. Mara tu alipofuta vumbi, mwanga mkali ukatokea. Kutoka ndani ya taa akatokea kiumbe kikubwa cha ajabu, macho yake yakimeremeta kama makaa ya moto, na sauti yake ikatikisa pango ikisema, nimekuwa mtumwa wa taa hii kwa karne 1000. Wewe umeiamsha. Hasani akaogopa, akaanguka chini, lakini kiumbe akaendelea kusema kwa sauti ya upole, usiogope, kijana maskini. Kijana maskini, wewe una moyo safi. Nitakupa zawadi 3, lakini kumbuka, utajiri bila hekima ni laana. Hasani hakukimbilia dhahabu, akasema, naomba chakula nishibe mara moja. Na mara moja meza ikatokea imejaa vyakula vitamu ambavyo Hasani hakuwa amewahi kuviona. Akala, akashiba, akalia kwa furaha. Kiumbe akatabasamu na kusema, hilo ndio ombi la mtu mwenye njaa ya kweli. Ombi la pili Hasani akasema, nipe utajiri wa kunitosha kuishi bila kuombaomba. Na ghafla taa ikang'aa, dhahabu, fedha, mashamba, mifugo, vyote vikamiminika. Hasani akawa tajiri mkubwa kuliko yeyote Vumbi Laini. Lakini hapo ndipo mikasa ilipoanza. Habari zikasambaa, marafiki wakageuka maadui, wazee wakaanza kunong'ona, wafanya biashara wakaanza njama, na wengine wakasema, utajiri wake unatoka kwa mapepo, tumpokonye. Na Hasani akaanza kuelewa maneno ya kiumbe alivyosema, utajiri bila hekima ni laana. Na katika usiku wa hofu, Hasani akarudi msituni akaichukua tena taa, kisha akasema, ombi langu la mwisho, nipe hekima ya kutumia nilicho nacho bila kuharibu nafsi yangu. Kiumbe kikacheka kwa furaha, kisha kikasema, hilo ndio ombi la thamani kuliko yote. Lakini kabla ya kutoweka, kiumbe kikamjaribu Hasani, kikasema, nitakuondolea utajiri wako sasa, utakubali? Hasani akafungua macho, kisha akajibu, ndiyo, bora nipoteze mali kuliko nipoteze utu. Na utajiri haukuondoka. Kiumbe kikatoweka kikisema, umeshinda. Hasani akawa kiongozi wa haki,
akawasaidia masikini, akajenga kisima, shule na masoko. Na utajiri haukufanya ajisahau. Hakujisahau alipokuwa masikini wala alipokuwa tajiri. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa umasikini si mwisho wa maisha. Utajiri wa kweli ni hekima na moyo mwema. Mtu asiyetawaliwa na mali hutawaliwa na busara. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Nikukumbushe usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.